Hello. Sasa hapa kuna a quick update ambayo nataka kuielezea, nataka kuiclarify. Nimetuma kwenye group la Telegram, pia nimeiweka status, lakini nataka kuielezea ina maana gani au ina impact gani kwenye Silenzio Voice AI. Hiyo update mpya ambayo wameiposti ina maana gani na ina impact gani kwenye recordings zako. Sasa nitaanzia hapa kwenye hii announcement. Nimetuma kwenye Telegram hapa. Ukiangalia wanakuambia total validated time. Wanasema Silenzio Voice AI wameupdate swala la hii total voice activity detection ambayo kifupi chake ni VAD. Wanasema you will note that total voice activation detection time is now live on your profile. Kwamba kuna system wameupdate ambayo mwanzo ilikuwa na sasa hivi wameupdate imekuwa katika mfumo mwingine, ndo ambayo naielezea hapa. Wanasema it's important to clarify that your time hasn't actually been reduced. Here is the breakdown. Ni kwamba kuna watu ambao mwanzo walikuwa wakienda kwenye profile yake yanasoma masaa 6, yanasoma masaa 5 au masaa 7, ambayo mwanzo ulikuwa umeyarekodi. Kwa mwanzo ulikuwa unaona hivyo kwamba ni masaa 6, masaa 7 mpaka masaa 5. Sasa ulivyoingia sasa hivi umekuta masaa yako yamepungua. Kama ilikuwa 7 imekuwa 6, kama ilikuwa 5 imekuwa 4, kama ilikuwa 3 imekuwa 2 au imekuwa 2.5. Hiyo yote inamaanisha nini? Inamaanisha hivi, mfumo wa zamani ulikuwa ni total validated time. Hiyo ilikuwa ni old time, yani wakati wa nyuma before hii update. Ni kwamba previously the stats showed the gross length of a recording. This include everything like actual speech, long pause and background noise. Mfumo wa zamani ulikuwa ukirekodi voice mfano ya dakika 5 au ya dakika 4 au ya dakika 3. Ile voice ilikuwa ina include zile long pause. Kuna sehemu ambayo ulikuwa una pause kwa muda mrefu, kuna sehemu ambayo kuna background noise, kuna sehemu ambayo ulikuwa huongei umenyamaza. Sasa hivyo vyote vilikuwa vinakuwa included katika mfumo wa nyuma. Ndio hiyo total validated time, kwamba yenyewe inachukua muda wote ulio rekodi. Sasa hiyo ilikuwa na changamoto kivipi? Kwamba ulikuwa ukirekodi labda dakika 5, ukisubmit inachukuliwa kama ilivyo, mwisho wa siku wanajumlisha zote kwa pamoja, wanapata labda una masaa 5 au 6. Lakini wakishazisubmit sasa for client review, ile voice yako ikishakuwa submitted for client review, zilikuwa zinakutwa kwamba kuna baadhi sasa client review ilikuwa inabidi tena zianze kupunguzwa zile sehemu za background voice au sehemu ambazo kulikuwa na long pause, zile sehemu zilikuwa zinakatwa. Sasa unakuta mtu amerekodi labda masaa 5 au masaa 6, ana expect payment ya masaa 5 au 6. Kumbe kwenye client review ikipasi unakuta inapunguzwa. Umeona? Inapunguzwa, yale masaa yanapunguzwa kulingana na zile sehemu ambazo uko na pause au zile sehemu ambazo uko na background voice. Sasa mfumo ulio update sasa hivi unaitwa validated time. Yani hakuna tena total validated time, ni ile validated time tu ndo new statistic system ambao wameweka. Kwamba ukirekodi voice ya dakika 3 au dakika 4 au dakika 5, wanachokifanya ile voice itapitia kwanza pending process, inakaguliwa na AI system yao ambao wameupdate sasa hivi. Kama ulirekodi dakika 4, kama ndani ya dakika 4 dakika 3 tu ndo ziko valid, maana yake sasa utakachokiona ni zile dakika 3 tu ndo zitaongezwa kwenye profile yako. Kwa hiyo walichokifanya, ile masaa yako 6 ambayo ulikuwa nayo wameshaya process, wakapata kwamba masaa yako 6, masaa 5 ndo valid. Kwa hiyo sasa hivi unachokiona kwenye profile yako ndo actual payment yako ambayo itakuwa. Kwa hiyo new validation system wanasema wanatumia AI system ambayo ina filter out silence na noise. Kwa hiyo sasa hivi kinacho count ni ile actual speech time ambayo umeirekodi. Kwa kinacho change ni nini? Kwamba while you have been always paid based on hiyo validated time, kwamba hata kipindi cha nyuma ulikuwa unalipwa kulingana na validated time, hakuna kilichobadilika. Lakini sasa hivi website inakuonyesha directly kabisa kwamba validated time yako ni ipi, instead ya kukuonyesha ile raw data. Kwa sababu ile ambayo uko na submit mwanzo ilikuwa ni kama raw data ambayo ina contain pause umo, ina contain background noise, ambao ikienda tena kuwa processed inapunguzwa. Kwa sasa hivi haipunguzwi, inakuwa utakachokiona ndo actual kitu ambacho umekifanya, sio ndivyo? Kwa nasema this update is simply about transparent. It shows how you exact wanasema it shows the exact amount of usable data you have contributed, which is what you are earning
your earning are actually calculated from. Kwa hakuna kilichobadilika sana, ni kwamba sasa hivi wanakuonyesha kwamba ulichokirekodi, unachokiona na wewe ndio unachostahili kulipwa. Kwa kukeep ile hiyo valid time ndo necessary kwa sasa hivi. Utakiwa kuwa na background voices, utakiwa kwa sababu ukirekodi voice ya dakika 3 sasa hivi inapitia hiyo processing step. Sasa hii unaiona wapi? Ukiwa umerekodi voice yako, ukienda kwenye history ya voice zako, utaona hii hapo imeandikwa pending VAD. Nitaiweka hapo, highlight, imeandikwa pending VAD. Tafsiri yake hii voice imekuwa processed ile ya mwanzo kabisa, kwamba imekuwa processed, imekuwa auto validated, imekuwa submitted for client review. Lakini sasa hivi iko kwenye status ya pending VAD, maana yake inakuwa processed na AI system ku remove zile pause, ku remove zile background noise, then itaniambia mimi nimerekodi dakika 3 na sekunde 41, then itaniambia kwamba ndani ya hizo dakika ngapi kwangu mimi ni valid. Kama ni dakika 2 wataniambia ni dakika 2, kama ni dakika 1 wataniambia ni dakika 1. Haya, ukiangalia za chini hapa unakuta kama hii na validated time ya dakika 3 na sekunde 56. Kwa mimi nimerekodi dakika 5, lakini hapo inanionyesha kwamba mimi validated time yangu ni dakika 3.56. Kwa tafsiri yake kuna sehemu ambapo nilikuwa na pause ndani ya hizo dakika 5, kuna sehemu nilikuwa na pause, kuna sehemu nilikuwa kuna background voice. Kwa hiyo wamesha stream zote. Kwa hiyo hiki ninachokiona sasa hivi ndio validated time yangu, na hii inakusaidia kwamba kwenye profile yako ile time unaoiona kwenye profile yako inakuwa ndio actual payment yako. Hiyo labda 5 hours 6 hours unachokiona sasa hivi hapo ndo the real time yako ambayo ni valid na ambayo unastahili kulipwa. Okay, sasa nataka tu assume kwamba sasa nataka tu assume kwamba average time ni dakika 3.5, kwa sababu ukiangalia average hapa nyingi ni dakika 3.5, kuna za dakika 4 ni nyingi, lakini mimi nachukulia average ni dakika 3.5. Kuna hesabu nataka tupige hapa, na hii ni mfano wa script yangu ambayo na generate na ChatGPT. Nachukua ile maelekezo, naenda kumpa ChatGPT, anagenerate script. Hii script mimi nikiisoma ndani ya dakika 5, ambayo ikiwa processed average ni kama dakika 3. Sasa nataka tufanye calculation moja hapa. Kama average ni dakika 3, unalipwa $10 kwa lisali moja. Lisali moja lina dakika 60. Lisali moja na dakika 60. Kwa hiyo kama unalipwa $10 kwa lisali moja, tutachukua $10 tunagawanya kwa lisali moja ambao ni dakika 60. Kwa hiyo utapata kwamba kwa dakika moja unalipwa $0.16. $0.16 tukikalculate kwa Tanzania shilling tutazidisha mara 2574 ambayo ni current exchange rate. Utakuta unalipwa kwa dakika moja unapata shilingi 429. Kama unapata shilingi 429 kwa dakika moja, na tumesema kwa voice moja sisi average ni dakika 3.5. Kwa hiyo tutazidisha hii mara 3.5. Kwa utapata kumbe kwa kila recordings yako moja una average ya kupata kama 1500 Tanzania shilling. Average ya ile recording yako moja ambayo imekuwa processed na imekuwa na ile valid time. Kwa kama unapata 1500, tuseme sasa ndani ya lisali moja una wastani wa kupata ngapi tukizingatia ile validated time. Kwa tukizidisha hapa mara 10 ambayo itakuwa ni nusu saa, hiyo mara 10 itakuwa ni kama 1015. 1015. Sasa 1015 hiyo ni nusu saa. Kwa tafsiri yake consistently kurekodi lisali moja ambayo ni validated kwa kulinganisha na ile average time yetu ya 3.5, utapata kwa lisali moja tuna times 2 hapa, utapata ni kama F30. Kwa ndani ya lisali moja una wastani wa kupata shilingi F30. Kama unapata F30 kwa lisali moja, kwa siku moja ukatenga upate validated time 2 tu, masaa 2 au masaa 3. Ukipata masaa 3, tupigie average masaa 3, manake una wastani wa shilingi 1090 kwenye validated time ya dakika 3.5. Kama ni 1090, ukirudi kwenye website hapa, kulingana na kampeni inayoendelea, ukiangalia kwenye opportunity, mfano kwenye kampeni ya English
unakuta mtu mmoja, kwa mfano kama mimi hapa na nafasi ya kurekodi recordings 1459 na nimerekodi 155. Tafsiri kama kampeni itaendelea kuwa alive, mimi nina nafasi ya kurekodi recordings 1459 nikiwa consistent kwamba to keep in mind kwamba kwa siku moja una rekodi masaa matatu ambao unapata F90. Sasa kwenye recordings 1459 mimi naweka average ya dakika 3.5. Kama ni dakika 3.5 nitapata dakika ngapi? Nitapata dakika 5106. Sasa ili tuondoe ile margin of error, tunapunguza dakika 100, kwa tunabaki na 5000 kamili. Sasa hizo zingine tuashumu ndo labda kuna makosa pia yamejitokeza katikati, unapata ni dakika ngapi? Dakika 5000. Sasa kama tunapata dakika 5000 ambazo, kumbuka hizi ni validated, zote hizi ni validated. Tukipata dakika 5000, dakika 5000 tunazidisha mara ngapi? Mara 0.16. Tukizidisha mara 0.16 maana yake ni dakika moja, kila dakika moja unapata $0.16. Maana yake hapa utapata ni kama dakika dola ngapi? Dola 800. Sasa dola 800 tukizidisha mara 2574 utapata ni 2 million. Sasa 2 million ni hiyo, ni kwenye opportunity tuseme ni ya English peke yake. Sasa siku zote tuna keep lower expectation. Kwa hapa tuseme at least wastani upate kwenye dola 800, tupunguze dola 100 tupate ni dola 700. Dola 700 mara 2574 tunapata ni 1.8 million. Umeona? Kwa nadhani hizi nafasi 1459 ukiamua kuzitumia wisely, wakati huo unazitumia wisely, wakati huo unazingatia pia kampeni iwe alive. Usije ukawa unaenda speed yako haiendani na hapa. Kwa utakuwa unaangalia hapa inahitajika masaa mangapi na mpaka sasa hivi bado mangapi, na je kwa speed yako, je utaweza kumaliza nafasi zako zote kulingania na masaa yanayohitajika? Kwa nadhani hapo tumeelewana kwenye hiyo hesabu. Kwa nafasi yako wewe kurekodi hizo, tulisema unapata F90 kwa siku moja. Calculate consistently, ukipata labda siku 10, hiyo ni 900, ambao kwenye average yetu tumepigia hesabu urekodi zile dakika 5000. Unaona? Dakika 5000 tukiganya kwa 60 utapata ni masaa 83. Kwa masaa 83 ukitumia zile nafasi vizuri wisely, unaweza kupata masaa 83. Ni hivyo.